Kuna ile ule msemo unasema ukimwelimisha mwanamke umeelimisha jamii. Mimi kwa miaka yangu zaidi ya 30 kwenye tasnia ya habari, nimeona wanawake wana mchango mkubwa sana katika tasnia ya habari, kwa sababu wanapokuwa viongozi unaona hata mabadiliko kwenye vyombo vya habari, na pia hata ripoti ya habari inakuwa pia imebadilika, kwa sababu sauti za wanawake zinasikika zaidi, na hata wale watu ambao hawasikiki, yani wanasema kwa Kiingereza gender equality and inclusive. Kwa hiyo unakuta sauti nyingi zinasikika, wale wasiosikika wanasikika sauti zao. Tatizo kubwa ni ile wanawake kutojiamini, kwa sababu tu pengine wanaona ule utamaduni uliojengeka kwamba wanaume ndo wanaweza kuwa viongozi, na vile vile unakuta wengine labda katika utendaji wao kazi katika vyombo vya habari labda walishawishika kufanya mapenzi ndio labda stori zao ziweze kutoka. Kwa hiyo unakuta wengi wameacha uandishi kwa sababu hawapendi kutumia miili yao katika kufanya kazi. Kwa hiyo unakuta wanaenda kwenye sekta zingine kama PR. Kwa hiyo kwenye vyombo vya habari unakuta wameondoka. Nafikiri hiyo ndio challenge kubwa, na ingine ni elimu. Wengi unakuta elimu hawajajiendeleza vile vya kutosha, labda kwa ukosefu wa kupata pesa. Kwa hiyo unakuta hiyo ndio challenge kubwa. Mimi nikiwa kama kiongozi nilichokuwa kwenye chombo changu cha habari, nimefanya kazi kubwa kuwa mentor waandishi ili nao waweze kupanda. Kwa hiyo unakuta wanawake wengi ambao walikuwa labda chini nimewainua kwa kutoa fursa mbalimbali zinapotokea, kwa kuwaunganisha ili waweze kujifunza zaidi na kupanua mawazo. Kwa hiyo katika hilo mchango wangu umesaidia sana, na hata nimeona shuhuda mbalimbali ambazo wanakuwa wakitoa ambazo hata mimi mwenyewe sikudhani kama niliwasaidia, lakini kutokana na shuhuda zao nimeweza kujua kumbe mchango wangu katika sekta ya habari ulikuwa mkubwa. Na muhimu zaidi ni kuwasaidia kuwajengea uwezo, zikiwemo hizi kozi fupi na ndefu, na hata ile kuwapa. Kwa mfano mimi nilijijenga sana kiuwezo kwa kutokana na TAMWA kunipa fursa za kwenda kufanya tafiti za kihabari, hasa zile za utafiti wa ukatili wa kijinsia kwa watoto, hasa kwa upande wa kadi. Kwa hiyo unakuta nimeandika story nyingi na ripoti nyingi zimeleta impact. Nimepokea sana, na nimetoa sana, kwa sababu kupitia TAMWA nimepokea elimu, nimejengewa uwezo, nimesafiri mikoa mbalimbali na nimejifunza mengi kupitia tafiti za kihabari, na pia nimeweza kubadilisha. Hata kwa mfano kuna mikoa ambayo nilienda swala la ukeketaji lilikuwa limeshamiri, lakini kutokana na elimu ambayo TAMWA ilinipatia na mimi nikaweza kuwaelimisha kule, wakabadili hata na wakaahidi kwamba wataacha kama kitu mbadala wa kuacha vitendo vya ukeketaji. Na kwa upande wa kutoa, kama vile nilivyosema, kupitia mentorship wa waandishi wachanga wengi tu, si wanawake, hata wanaume. Kwa hiyo nasema kwa kutoa pia nime mentor waandishi wengi.